build a family. Lazima tujenge familia. We must walk together. Lazima tutembee pamoja. In a manner that God loves Katika us. njia ambayo Bwana anatupenda nayo. We must be very special. Lazima tuwe watu wa muhimu sana. Because we are special. Kwa sababu sisi ni watu wa muhimu. And we have been anointed. Ya kwamba sisi and the anointing we have. Na ile upako ambayo tuko nayo. Nobody else has such hakuna yeyote aliye na upako kama huo. We are so special. Sisi ni wa dhamana sana. That we have conquered. Ya kwamba tunaweza tukashinda the demons of the mountain. Mapepo ya mlima. If you look at the pictures on your screen. Kama unaweza tazama pale kwenye runinga. You can see how beautiful. Unaweza kama jinsi tulivyo warembo. You can see how powerful. Unaweza ona jinsi tulivyo watu wenye nguvu. We were at the mountain. Tulikuwa kwenye mlima. Nobody else. Hakuna yeyote yule. Has ever had a crusade. Ameweza kuwa na kongamano. In the mountain. Mlima. In 1952. Katika mwaka wa 52. There is this Akorino sect. Kuna mtu huyu mmoja ambaye ni Mkorino. The Akorino sect. Kwa kundi la Kikorino. And this Akorino sect. Na kundi hilo la Kikorino. They used to call them Aroti. Walikuwa wanajiita wenye maono, wenye kuota. They used to call themselves Aroti. Walikuwa wanajiita wenye maono. They were the original. Walikuwa ndio wale watu halisi. Akorinos. Wakorino halisi. They were led by somebody Nganga wa Wanjiru. Walikuwa wanaongozwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Nganga wa Wanjiru. They were dressed like you were dressed. Walikuwa wanavaa jinsi mlivyokuwa mmevalia. And that same venue. Na katika sehemu ile ile. That is where they congregated. Hapo ndipo walipokusanyika. That is where they met. Hapo ndipo walipokutana. And they prayed. Na wakaomba. And Kenya became independent. Na nchi ya Kenya ikawa na uhuru. 1952. Mwaka wa 56. When everybody was being captured. Wakati kila mmoja alikuwa ameshikwa. When everybody was being arrested. Wakati kila mmoja alikuwa amenaswa. When Mzee Jomo Kenyatta was arrested. Wakati Mzee Jomo Kenyatta alikuwa amekamatwa. And taken to Kapenguria. Na akapelekwa katika sehemu ya Kapenguria. And that's where he was jailed for 7 years. Na huko ndiko alikofungwa kwenye gereza kwa miaka 7. This is the time the Aroti. Hii ndio wakati wenye maono. They went to the mountain. Walienda kwenye mlima. The same place we were. Kwa ile sehemu ambayo tuliyokuwepo. And they did their prayers. Na wakafanya maombi mahali pale. And they raised an altar there. Na they raised an altar there. Na wakainua madhabahu mahali pale. And Kenya won the battle. Na nchi yetu ya Kenya ikashinda vita. Many years down the line. Miaka mingi iliyopita. About 60, is it 60 or kitu from 1952? Kutokea mwaka wa 52. 73 mwaka wa 70, miaka 73 baadaye. 73 years later. Miaka 73 baadaye. And this man Nganga wa Wanjiru. Na huyu mtu Nganga wa Wanjiru was with my grandfather. Alikuwa na babu yake apostle. General Waroinge. General Waroinge. He's the one that anointed them for the battle. Yeye ndiye aliyemteua kwenye vita. He was the Samuel of those guys. Yeye ndiye aliyekuwa Samuel wa wakati ule. Nganga wa Wanjiru is the one that anointed Kimathi. Nganga wa Wanjiru ndiye aliyemwamua. He's the one that anointed Kimathi. Ndiye aliyemutia mafuta Kimathi. He anointed Madhenge. Akamtia mafuta Madhenge. He anointed Mwariama. Akamteua Mwariama. And all these guys were first cousins. Na watu hao wote they were first cousins. Walikuwa ni binamu wa. He is the one that anointed them. Wao ndio aliowateua mafuta. 73 years later. Miaka 73 baadaye. Ndura Waroinge. The grandson of my grandfather. Mjukuu wa babu yake. With a contingent from the Crusaders for Christ ministry. With an army. Akiwa na jeshi. An army. Akiwa na jeshi. From Crusaders for Christ. Kutoka kwenye kanisa la Crusaders for Christ. The synagogue. The synagogue. The army. Makomando. The powerful people. Watu wa nguvu. Dressed in a holy garment. Mavazi ya kitakatifu. Waliokuwa wameteuliwa. Kutoka kwenye taifa la. They went to the same mountain. Na kwenye mlima huo huo. And they conquered the demons. Wakapiga mapepo. And they conquered them. Wakapiga mapepo. And destroyed their altars. Wakaharibu madhabahu. And we raised a new altar. Tukainua madhabahu mapya. We raised a new altar. Tukainua madhabahu mapya. God is a God of another chance. Mungu ni Mungu wa nyakati zingine. Because those men. Kwa sababu watu wale. And those women. Na hao wanawake. That went to the mountain. Waliokuwa kwenye mlima. They went to the mountain because people were dying. Walienda kwenye mlima kwa sababu watu walikuwa wanakufa. The mzungu was killing people. Kwa sababu wazungu walikuwa na waua watu. The mzungu was destroying. Mzungu alikuwa na waharibu watu. The mzungu had taken away the land. Mzungu alikuwa ameteka nyara nchi yao. They went in vote. Lakini wakaenda and they prayed for the nation. Wakaomba kwa ajili ya taifa. Prayed wakaomba for the Mau Mau. Kwa sababu ya Mau Mau. Prayed wakaomba for the Gen Z of kwa sababu ya Gen Z ya nyakati zile. Then Mau Mau kwa sababu wakati zile Mau Mau walikuwa ndio wale walikuwa. And now we have the same Mau Mau coming up. Hata sasa tuko na wale Mau ambao wanainuka. God has chosen us.
God has chosen us Mungu ametuteua to go to the mountain kwenda kwenye mlima and pray just as they na did, kuomba jinsi walivyoomba and being renewed. na kuwekwa upya. And surprisingly, Na kwa as I kushangaza, was reading, alipokuwa they anasoma were there walikuwa pale in the month of August, katika mwezi wa 8, mwezi wa 8 date 8, tarehe 8 1952. mwaka wa 52. That is the time they were there. Hiyo ndio wakati walikuwa The pale same date katika siku ile we were in ile that mountain. katika ile What a tulienda coincidence. kwenye mlima. Je, What a plan of God. je ni kusudi What a plan of God. ni mpangilio mgani wa Mungu? It was powerful. Ilikuwa jambo lenye Look nguvu. at the rain. Angalia jinsi mvua The rain was dropping mvua ilinyesha because we prayed, kwa sababu and tuliomba, God said, na Mungu I akasema have heard ya kwamba amesikia, your prayers. amesikia I maombi have yetu, heard nimesikia your prayers. maombi yetu. Oh. Amen. Somebody shout amen. Mtu aseme amina. Somebody shout Sema amen. amina kwa sauti, God has done it. kwa sababu Mungu ametusikia. Now on our sermon, Sasa kwa the Bible says, Biblia inasema you are blessed. ya kwamba wewe umebarikiwa. Tell your neighbor, Ambia jirani yako you are blessed. ya kwamba wewe umebarikiwa. Tell your neighbor, Ambia jirani yako you are ya blessed. kwamba wewe umebarikiwa. Then tell your neighbor, Ambia jirani yako I am blessed. ya kwamba mimi nimebarikiwa. I am blessed. Mimi nimebarikiwa. In the book of Genesis, Katika kitabu cha Mwanzo, chapter number 1, mlango wa kwanza, and the verse number 26, mstari wa or 26, rather verse number 27. mstari wa 27. I'm going to read it Anaenda kusoma because that is not part of what I had decided I had planned to read. kwa sababu sio sehemu ya kile It ambacho has alikuwa just amepangilia come into my, kusoma, it has just come into my lakini mind, imekuja tu kwenye mawazo yake and we are going to read it. na tutasoma. So God created man in his own image. Kwa hivyo Bwana Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake In mwenyewe, the image of God, na kwa he mfano created wake him. mwenyewe Mungu akamuumba mwanadamu, Male and female, akamuumba mume na he mke, created them. akawaumba. In verse number 28, Mstari wa 28, and God blessed them, na Mungu akawabariki, and God said to them, na Mungu akawaambia, be fruitful, muwe wenye mazao, and multiply, zaeni matunda na and fill mkanawiri, the earth, na mjaze nchi, and subdue it, na muikaitawale, and have dominion. na mkatawale. That is so wonderful. Hiyo ni jambo kuu And kabisa. God Na blessed Bwana them. akasema, And God blessed them na Bwana akawabariki when he created man, wakati alikuwa naumba mwanadamu, and he created the woman. na akaumba mwanamke kwa The mume. best thing he did to them Jambo nzuri alilofanya kwao, is to bless them. akawabariki. Tell your neighbor, Ambia jirani yako, I am a blessed face. mimi nimebarikiwa. I am a Mimi blessed ni face. chombo kilichobarikiwa. Tell your neighbor, Mwambia jirani just yako, tap your neighbor. mguze tu Just kidogo. tap your neighbor. Mguze tu kidogo. Maybe they are not understanding. Pengine haelewi. Maybe they don't understand what you are Pengine saying. haelewi kile ambacho Tap them and unachokisema. tell. Mguze tu I am a kidogo. blessed Mwambie person. mimi ni I am not mbarikiwa. ordinary. Mimi si wa I am not kawaida. ordinary. Mimi si wa I am kawaida. a blessed Mimi person. nimebarikiwa. I am anointed. Mimi I nimeteuliwa. am carrying the anointing. Mimi nimebeba The mantle of Joshua. nimebeba The jozi la mantle of Joshua. Elijah. Nimebeba joho The la mantle Elijah. of Moses. Nimebeba joho la The Musa. mantle of John. Nimebeba joho la I am Yohana. carrying it now. Nimebeba sasa. I have the power. I have the grace of Niko na God. neema ya I have Mungu. the anointing. Niko na upako. I have the power. Niko na nguvu. I am a conqueror. Mimi ni mshindi. I am a winner. Mimi nimeshinda. I am a conqueror. Mimi ni mshindi. I am a winner. Shinda. Amen. God has blessed you. Bwana amekubariki. He gave us wonderful people. Ametupa watu That ajabu. we went to the Ya mountain kwamba tulipoenda mlimani and we conquered. na tukashinda, They had planned to stop us. walikuwa wamepangilia ili They had tusifaulu. made every arrangement that we Walikuwa were not going to get to wameweka the mipangilio mountain. yote ili tusifike kwenye They had mlima. prepared even people that are going to cause chaos. Walikuwa wametayarisha pia watu ambao watasababisha There were vurugu. people there that would cause chaos on Kuna us. watu mahali pale ambao walikuwa They wametayarisha had, vurugu. they had swords and pangas. Walikuwa na panga na visu. Because for them they believed Kwa we have sababu come wao to destroy. waliamini ya kwamba wanaenda kuharibu. We are going to destroy their kingdom. Wanaenda kuharibu ufalme wao. But it is always be wise. Lakini ni vizuri kuwa makini. Be wise. Kuwa mwerevu. When you are making kingdom advancement, Wakati unafanya mambo ya kifalme, you be wise. unakuwa mwerevu. You don't become kienyeji. Hukai tu kienyeji. You don't become kienyeji. You do them with wisdom. Fanya ukiwa na And you hekima. don't just attack. Na mashambuli. You don't just attack. Na huendi tu kushambulia. You do a plan. Unafanya mpangilio. You organize. Unapangilia. You plan Unapangilia. how to enter, Jinsi
how to go, jinsi and utakavyoenda, how to make it. na hivi jinsi utakavyofanya If ifanyike. you don't know how to Kama plan, haujui jinsi ya kupangilia, Joshua Yoshua was told by God, aliambiwa na Mungu organize your ya kwamba army, andaa jeshi lako, take your first army, pereka jeshi lako la go kwanza to the front of the city, kwenda kwenye upande sehemu ya mbele to the front of the city. katika sehemu ya At mji, the same time, na kwa wakati huo huo take another army chukua jeshi to lingine go behind the city. kwenda nyuma ya mji. And now the people on the front of the city, Na kwa hivyo pale mbele kwenye mji allow them to go and attack the city. wakaruhusu kuingia na kushambulia mji, Allow to get into the city. waruhusu waingie ili washambulie mji. Supposingly, I'm seeing they are in Gedorai, Anajaribu kuangalia kama walikuwa pale Githurai, and the other army is in Ngong. na jeshi lingine lilikuwa katika sehemu ya Ngong, And now the one that were in Gedorai, na wale ambao walikuwa katika sehemu ya they Githurai were told to go and attack. waliambiwa waende wakashambulie. And God told Na Joshua, Bwana akamwambia Yoshua, when they reach Ngara, wakati watafika Ngara, while they are in Ngara, wakiwa katika sehemu ya Ngara, make them pretend they are cowards, wajifanye ya kwamba wako waoga, and they run na wakakimbia towards wakakimbia kuelekea Githurai. People of the place is the Ai. Watu ambao walikuwa katika sehemu ile ya Ai They saw these people are cowards, wakaona watu hawa ni waoga, and they chased over them, na wakamkimbisha, and they followed them to na the land. wakafuata hadi katika sehemu ya The Githurai, army of Joshua ran na lile to jeshi la Roiro, Yoshua likakimbia to Roiro. kukimbia kuelekea They went Roiro, to Juja, wakakimbia and Juja, these people started na celebrating. hao watu wakaanza For the kusherehekea. first time we are Kwa conquering. mara ya kwanza For the first wakishinda, time we are killing kwa mara ya the kwanza, Israelis. kwa mara ya kwanza For the first time we are destroying them. kwa mara ya kwanza For the tukiwaharibu, first time we are killing them. kwa mara ya kwanza And they tunawaua, came, all na of them. wakaja wote, All of them, they came out. wakaja wote, They came out of the city wakatoka kwenye mji to go after the children ili of Israel. wakaelekeza kwa wana wa Israeli. And again God had told Na Joshua, pia Bwana akamwambia Yoshua, the ones that are in Ngong, waliokuwa kwenye sehemu ya Ngong they get into the town, waingie kwenye town, because now the town is empty. kwa sababu sasa mji ulikuwa uko And tupu, once they get into the na town, mara watakapoingia kwenye they mji set it on fire. waikaweza kuwasha They set moto, it on fire. wakawasha moto, They set it on fire. wakawasha moto. While the army was chasing after the children Na of lile Israel, jeshi lilikuwa linachisha wana wa they Israeli, turned back wakageuka and nyuma they saw their city na burning. wakaona mji ukichomeka. Your enemy will turn back Adui yako to see your atachomeka. city burning. Akiona mji The ukichomeka, enemy will turn back adui yako to see the atachomeka. city burning. Kuona mji ukichomeka, They didn't have anywhere to go. hawakukuwa na popote pa They kwenda. didn't, the city was consumed. Mji ulikuwa umechomeka, The city was burned mji ulikuwa unachomeka, because they thought this is the only army. kwa sababu walifikiria hili ndilo jeshi la God had kipekee. already prepared an Lakini army, Bwana alikuwa ameandaa jeshi and he lingine, had prepared the wisdom, na akawa amehatarisha kwenye hekima and that zao, is how the enemy was na hivyo defeated. ndivyo adui The alivyoshindwa. enemy is not defeated by the thorax. Adui yashindwe kwa sababu ya mawazo You yetu. don't use your thorax to defeat enemies. Ushindi adui kwa sababu ya kifua It chako, is not by power, si kwa nguvu, but by the Spirit of lakini God. kwa Roho Mtakatifu. You don't go to battle by Hauendi flesh. kwa vita kwa nyama, It is not a matter of flesh. si jambo la mwili. It is wrestling with the Ni principalities kupigana na maroho and the powers na and magudu authorities na mamlaka and the kingdoms, na falme, to destroy them, kuharibu, to bring them down, kuwaleta chini so that we can be able to win. ili tukashinde. You have to use your brain. Unahitaji kutumia akili And I'm yako, happy with you, na ninafurahi kwa sababu because the yenu, battle I've had for 1 kwa year, sababu vita ambavyo amekuwa navyo kwa mwaka the mmoja, battle I've had for 1 year vita with ambavyo you, amekuwa navyo kwa mwaka is mmoja to raise a team ni kuinua jeshi, that uses the Spirit to battle. kila jeshi ambalo utakalotumia Because roho ili from the kupigana, villages kwa you sababu come, kutoka kwa vijiji you've been battling, umekuwa you've been ukipigana, fighting, umekuwa ukipigana, returning to sender. ukirudisha kwenye pahali umetoka, Ashindwe. ukisema ashindwe, Rabakaya. Riekekeke. That you've been fighting, yakini umekuwa you've been ukipigana, doing the battle. umekuwa ukifanya With your vita, thorax you do the umekuwa battle. ukifanya na You kifua don't allow chako. God to do your battle. Hauruhusu Bwana You akatipigana don't vita allow God to zako, do your hauruhusu battles Bwana kufanya vita zako, because you kwa think sababu you can umekuwa make it. ukifanya, Because you think you can make kwa it. sababu ulifikiria unaweza ukashinda.
But it is not by power. Lakini si kwa nguvu. Nor is it by mighty. Si ni kwa it is by the Spirit of God. Bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. So the Spirit of God must get into you. Kwa hivyo Roho Mtakatifu lazima ingie ndani yako. For you to win this battle. Ili wewe ushinde vita hivi. For you to defeat people like Mukuimondo. Ili wewe ushinde watu kwenye For the people to defeat people like Mukuimondo. Ili wewe uweze kushinda Mukuimondo. And to defeat people like Kasongo. Na kushinda watu kama Kasongo. And to defeat people who are witches. Na kushinda wachawi na warogi. You need to be smart. Unahitaji kuwa mwerevu. You need to be smart. Unahitaji kuwa mwerevu. You need to be clever. Unahitaji kuwa mwerevu. You need to have God. Unahitaji kuwa na Mungu. Because they will want to irritate you. Kwa sababu dunia whenever I teach, kila mara anapofunza, I teach because something's about to happen about the anafunza kwa sababu jambo liko karibu kufanyika. And I thought last time, na anafikiri wakati mwingine, do not be offended. Ya kwamba usikuwe na shauku. And if you look at the YouTube, unapotazama kwenye YouTube, the entire week, wiki mzima, they were trying to provoke me. Walikuwa wanajaribu kumshusha mchungaji. To be offended. Kumfanya ile agadhabike. Remember the lady that was here? Unakumbuka yule binti aliyekuwa hapa? It was a preparation of the mountain. Ilikuwa ni maandalizi ya mlima. Look at akina Mukuimondo. Angalia akina Mukuimondo. It is all about preparation. Hiyo yote ilikuwa ni kwa ajili ya maandalizi ya mlima. It is not because that Mukuimondo was a bad man. Si kwa sababu Mukuimondo alikuwa mtu mbaya. But something was put into him. Ni kwa sababu jambo liliwekwa ndani yake. To make us got irritated. Ili kufanya sisi tugadhabike. So once you get irritated, kwa hivyo mara unapogadhabika, you become offended. So and God, na hivyo Bwana was looking for a pure heart. Akaangalia moyo ambao uko safi. God was looking. Mungu alikuwa anatafuta a pure heart. Moyo ambaye ni msafi. A clean heart. Moyo ambaye umesafisika. You have no luggages. Hauna mzigo ndani yako. You don't have baggages. Huna jambo lolote ambalo liko ndani yako. Your heart is clean. Moyo wako ni msafi. To go before God. Kwenda mbele za Bwana. Go before the court of heaven. Kwenda mbele ya koti ya mbinguni. And prosecute your case. Ili ukawasilishe kesi yako. You cannot be able to prosecute your case. Huwezi ukawasilisha kesi yako if you are offended. Kama ndani yako umegadhabika. And that is what they want. Na hiyo ndio sababu walikuwa wanayoitaka. I remember as we were climbing to the mountain. Nakumbuka alipokuwa tunapanda kwenye mlima. My sister Lucy. Dada yetu Lucy. And the husband. Na mume wake. They were the first casualties. Walikuwa ndio wale wa kwanza kwenye mlima. As they got to Nanyuki. Walipokuwa wanaenda Nanyuki. She was driving a car. Alikuwa anaendesha gari lake. A good driver for that matter. Ni dereva mzuri. A very educated driver. Dereva ambaye amesoma. And a very educated personality. Dereva mtu ambaye amesoma sana. But she could not read. Lakini hangeweza kusoma. The signals in the vehicle. Hangeweza kusoma zile ishara kwenye gari. Is needed. Ya kwamba mafuta yanahitajika. So by the time, by the time they were driving, kabla wajanza kuendesha, the car was about to knock. Gari ilikuwa karibu iharibike. The engine was about to knock. Engine ilikuwa karibu kuharibika. And that is the time they stopped the car. Na hiyo ndio wakati walisamsha gari lao. And they sought some people to come and help them. Na wakaitisha msaada. So they wasted the entire Kwa hivyo wakaharibu muda huo wote. And they were trying to be disorganized. Na walikuwa wanajaribu ili wasiwe kwenye laini. So that they cannot go to the mountain. Ili wasikaende kwenye mlima. Then after that, na baada ya hapo, the following day, siku iliyofuatia, in the morning, asubuhi yake, as we were going together to the mountain, tulipokuwa tunaenda pamoja kwenye mlima, at the gate, kwenye malango, at the gate, kwenye malango, the car, gari that had been oiled, gari ambalo lilikuwa limewekwa oil, the engine said, engine ikasema, there is no oil. Ya kwamba hakuna if mafuta. You climb more than here, ukienda zaidi ya hapa, your engine will cease. Engine yako itakinyamaza. So I told them, kwa hivyo akawaambia, park your car. Iwegezeni mahali pale. Get into my car. Ingieni ndani ya gari langu. They are trying to stop us. Kwa sababu wanajaribu kutusimamisha. So that we no make it die in time. Ili tusikafike kwa wakati. It was about the time. Kwa sababu ilikuwa ni kwa ajili ya muda. It was about the time. Ilikuwa ni kwa ajili ya muda. Because already there was an angel there. Kwa sababu kwenye mlima kulikuwa na malaika tayari. Waiting for us. Na malaika alikuwa anatusubiria. And he had come purposely on the time. Na alikuwa tu amekuja kwa ajili ya muda. So we were being delayed. Kwa hivyo kukawa na kucheleweshwa. So that we will not get there in ili time. wasikafike kwa wakati. So I told them. Kwa hivyo akawaambia, the car will not make us not go. Gari halitatufanya sisi tusifike. We have an assignment that we have to do. Kwa hivyo tuko na jukumu mbele yetu. So drop your car. Kwa hivyo wacheni gari lenu. Get into my car. Ingieni ndani ya gari langu. Let's go. Twendeni. Before the enemy occupies. Kabla ya adui hajachukua nafasi. So there is a situation. Kwa hivyo kuna hali. And there is a system. Kwa hivyo kuna system. That you have to make things work.
work. ambaye unahitaji kufanya And vitu that is zikafanye why kazi. God is a God of Na season. ndio maana Mungu ni Mungu wa And a nyakati. God of time. Ni Mungu wa majira. I will never wait you. Yeye hata wayo If hata God has kungoja. told me Kwa sababu kama Mungu it is 1 amemweleza o'clock that ya you are kwamba going ni to do saa this. moja atakuwa mahali If pale. it's 7 a.m., Kama ni saa moja asubuhi, whether you are my mother, wewe kama whether hata you yule are mama my yake, sister, hata kama ni dada whether yake, you are the one carrying the hata motor, kama ni wewe ndio I unabeba, will not wait for you. hata kungojea. Because I know Kwa my sababu God anajua Mungu is wake a God that operates with the time. ya kwamba ni Mungu ambaye anatembea na He's a God majira. that operates in Ni season. Mungu ambaye anatembea na So I wakati. told my sister, Kwa hivyo akamwambia dada yake, tell your husband, akamwambia chukua mume come wako, out of the car. tokeni ndani ya And they gari. got in the car. Na wakaingia ndani ya gari There lake. was another guy, Kulikuwa na mtu mwingine Pastor pia. Minor. Pastor Maina. Pastor Minor is a rough driver. Pastor Maina ni mtu ambaye He's anaendesha the gari there kwa are those people that want to just climb the mountain with a speed. ni wale watu ambao wanataka I kufanya vitu knew kwa this nguvu. guy is going to crash my Akajua car. huyu mtu anaenda kuharibu I gari langu. told him, no, you're not going to drive my Akamwambia car. hapana, hautaendesha gari Because langu. I know how to drive Kwa with the sababu mountain. ninajua kuendesha kwenye But he mlima. doesn't know Lakini he's coming from Molo. Lakini hajui kwa sababu Molo, there are no mountains. kwa sababu anatoka Molo. How you drive in a mountain is Kwa not hivyo how jinsi you utakavyo- drive in a slope. Kwa hivyo jinsi utakavyoendesha kwenye Another mlima guy I si sawa na cannot jinsi give my car is utakavyoendesha. this one. Ndio maana aweze kumpa huyu gari This used to lake. be a Kwa makanga. sababu huyu alikuwa And a makanga matatu driver. na matatu I driver. discovered he came for my key. Akajua kwamba alitoka katika He came for my key. alikuja kwenye kuchukua And funguo give me zake. the key, I want to Ati drive. nipatie ufunguo nataka I kuendesha. told him, go and buy your Akamwambia car. enda nunua gari Go lako. buy your car. Nunua gari I lako. know the trick. Ninajua The devil has left najua Mokuyumondo. ujanja ambaye shetani The ameacha devil has Mokuyumondo. left Ruto. Wewe shetani The devil ameacha has left Ruto. everybody. Shetani ameacha Now kila he mtu. is in him. Sasa anataka He is kumshikilia. in the car. Amechukua And gari la he is now Lucy. using the people. Sasa ameanza That kutumia I am watu. carrying there. Eh. I discovered Akagundua it is not in the plan of man. si kwa mpangilio ya It is not mwanadamu. in the plan of the flesh. Si kwa mpangilio But ya in the mwili. system of Lakini God. katika You majira are ya able to Mungu discern unaweza and ukatambua know what is na happening. kujua kile kinachoendelea. When you are able to discern Kwa hivyo unapojua what is happening around, ukijua kile kinachoendelea, you drop everybody. unawacha kila mtu. Drop your child. Unawacha hata mtoto You wako. drop your mother. Unawacha hata You mama yako. drop your partner. Unawacha hata You huyo drop mwenzako. everybody. Unawacha kila And the mtu. race to Na catch the kuanza time of kukimbia God. ili ukabiliane na Make majira sure ya you Mungu. conquer them. Hakikisha Because unawashinda. when you open the gate, Kwa sababu unapofungua malango they will not be able to close it. hawataweza And kuifunga. that was my idea. Na hiyo ndio ilikuwa idea yake. Before they opened the gate, Kabla hawajafungua I malango, was there to open it alikuwa first. amefika mahali pale ili And kufungua wa once kwanza. you open the Na gate, mara unapofungua mlango, the enemy will not get it. adui hataweza Because you kukufikia. have opened the Kwa gate. sababu ushafungua And that malango. was their plan. Na hiyo ndio ilikuwa agenda That is yao. why the lady that came here, Ndio maana yule dada aliyekuja She mahali told hapa us, akatuambia, where did you pass through? mulipitia wapi? How did you go in? Muliwezaje kufika We mahali were pale? waiting for you at the gate. Tulikuwa tunangoja kwenye We were malango. waiting for you at the Tulikuwa gate. tunangoja kwenye malango. Oh, do you know the time they arrived? Unajua waliwasili muda gani? It is when your matatus arrived. Ni wakati matatu zenyu They ziliwasili. had already arrived. Walikuwa So washawasili. they got there before you. Kwa hivyo walifika mbele But mbele yenu. the problem was, Lakini shida ilikuwa already I am in. ya kwamba yeye tayari alikuwa I ashafika am kwenye the mlima. mantle carrier. Kwa hivyo yeye ndiye alikuwa amebeba I'm the joho. person carrying the Kwa mantle. sababu yeye ndiye alikuwa kama So amebeba they joho. didn't see any meaning Kwa of hivyo you. hawakuwa na jambo lolote na So nyinyi. they decided to punish you. Kwa hivyo akaamua kuwatesa. That's how you trek. Hivyo ndio maana mliamua You kutembea got kwa miguu. tired. Tulitembea kwa And miguu. by the Tulichoka. time you got there, Na wakati tulipokuwa I tunafika had pale, finished the job. alikuwa amemaliza kazi And I defeated them. na akawashinda. And we won the battle. Akawashinda And we vita. conquered them. Na tukawashinda. And we conquered the mountain. tukawashinda kwenye And we mlima. conquered Na her. tukashinda. That is how. Hiyo ndio And sababu. that is why it has taken me too long Ndio maana imewachukua muda mrefu to train a team that understands that language. It was- kufundisha. It was not about getting many people. Haikukuwa tu mambo ya kupata watu It was wengi. not about filling these seats. Haikuwa tu kujaza hizi It was viti. about raising a team Ilikuwa ni jinsi ya kuinua that timu can understand what I'm going to do. itakayeelewa ni nini mchungaji alikuwa That can anakusudia kufanya. understand even if you go alone. Ile ambayo itakao wale ambao You watakaoelewa know hata how ukienda to- peke yako you know how to handle. utajua namna ya Last kukabiliana. time the demon spoke here. Muda mwingine wakati mapepo And yalizungumza it mahali said, hapa it is not your enemies who are attacking na you. akasema si maadui yako ambao wanakushambulia. Kikulacho kinguoni mwako. Kikulacho kinguoni mwako. So it is now
it now goes to a position na kwa hivyo inaenda katika ile hali where now the brain and the heart and the spirit must work. Mahali ambapo moyo na mawazo na roho inaweza fanya kazi kwa pamoja. When it is my friend, kama ni wakati ni rafiki yangu huyu that is eating me, anaweza kuwa ananikula, and is a man that we eat together, na ni yule ambaye tunakula pamoja we naye, walk together, tunatembea pamoja, we move around together, tunazunguka pamoja we naye, are working together, tunafanya kazi pamoja, and everything I'm doing, na kila ambacho chote anachokifanya. So she will be given something, kwa hivyo atapewa kitu, a big G, big G, and we normally eat big G na together. huwa wanakula big G wakiwa pamoja. She will be given a big G, kwa hivyo atapewa big G, and mtumishi, na mtumishi yitaka big G gaka, mtumishi shika big G, and I will still continue joking around, na ataendelea pia kufanya mzaha na yeye, walking with her, kutembea na yeye. She knows what she has done, anajua kile ambacho amekifanya, I don't know what lakini she has mchungaji done. hajui chochote. So this requires a lot of discernment, kwa hivyo hii inahitaji kuwa and na a lot of integrity, na hekima ya hali so ya that juu, you can be able to know ili ukaweze kujua that the enemy is not out there. ya kwamba adui hayuko The kule enemy nje. is my good friend. Adui ni yule The rafiki enemy yake. is a woman I call my sweetheart. Adui ni yule ambaye The enemy anamuita is a man I sweetheart. call my brother. Ni yule mume ambaye The anamuita enemy is bibi a person yangu. I call my pastor. Ni yule ambaye anamuita The mchungaji wangu. enemy is my interpreter. Adui ni yule anaye The enemy is my adui interpreter. ni mkalimani. The moment you discover mara utakapogundua that the battle is not outside ya there, kwamba vita si huko the nje, battle is inside, vita iko hapa ndani, you have to change the strategy. lazima sasa ubadilishe. And without God, na pasipo Bwana, without God pasipo Mungu and the proper training, na ile hali ya you will lose every battle, utapoteza kila vita, because you are fighting with your enemy. kwa sababu wewe unapigana na maadui You are zako. planning your battles with your enemy. Unapanga vita zako na maadui zako. You are organizing with these friends. Unapangilia na hao marafiki. They are the people who are attacking you. Hao ndio wanaokushambulia. And they are the people you are sharing your Na information hao with. ndio unaoshiriki na hao You habari will zako. never succeed. Hutawahi faulu. You will never succeed. Hutawahi faulu. Because they will poison Kwa you. sababu watakutia sumu. They will tell your enemies outside there wataambia maadui wako kule that nje he is coming. ya kwamba sasa anakuja. In that contingent, na katika hali ile, in that contingent that we were, na katika ile kundi tulikuwa nalo, as we went to Nanyuki, tulienda kwa ile sehemu ya Nanyuki, 2 of Mukuimondo people were in the bus. Wale wawili walikuwa kwenye lile basi tulilokuwa nalo. They were with us in the bus. Walikuwa nasi katika kwenye basi. And they had told me they are not going with me. Na wakaambia mchungaji kwamba hawaendi na yeye. And they had told me they are not going. Na wakamwambia kwamba hawaendi. Only to be told, ila tu kugundua, I am seeing so and so here. Anamuona fulani na fulani. Then I told them, na akawaambia, let them to be in the bus. Wacha wawe kwenye basi. But the chorus must be, lakini wimbo ulikuwa, we are going to Kiambuthia. Ya kwamba tunaenda kwa Kiambuthia. And then they were alerting the other side. Na wakawa wanawahamasisha. We are almost there. Ya kwamba tuko karibu sehemu hii. We are almost there. Ya kwamba karibu tunakaribia. So every information was in Kiambuthia. Kwa hivyo habari yote ilikuwa kule Kiambuthia. But my lead team, lakini wale walikuwa naongoza, they knew we are going to where? Walijua sisi tunaenda sehemu, tunaenda Nanyuki. And we planned for journey. Na tukapanga. That is why I said, hiyo ndio maana mchungaji alisema, every person must come here. Kila mmoja lazima awe mahali hapa. So we start a journey from here. Ili tuanzie safari yetu mahali hapa. By that I was able to control everything. Na kwa hiyo aliweza kuweka mambo yote sawa sawa. I controlled every akaweza kuweka mambo yote sawa sawa. And I kept watching on na the vehicles. Na akawa kila mara anafuatilia magari. And I kept praying for you. Na akawa anatuombea. And I kept covering you. Na akajificha akatufisha. Everything. Na jambo lote worked well. Ikaenda sawa sawa. Until when you were in Nanyuki. Hadi wakati mlipofika Nanyuki. That is when these two guys. Hapa ndio wale wajasusi wawili. Majasusi. When this majasusi discovered it is not Kiambuthia. Walipogundua wale majasusi walipoguzia kama si Kiambuthia. They called their wakawapigia wale simu. They called their master. Wakampigia bwana wao. And told now we are in Nanyuki. Ya kwamba sasa tuko Nanyuki. I think the direction has been changed. Nafikiri mwelekeo umebadilishwa. The problem is, shida ilikuwa, we have the Sirimon route. Ya kwamba tuko na barabara nyingine. The Sirimon route, the one that we used was Sirimon gate. Ya, kwenye lango la Sirimon. And we had the Chogoria gate. Lakini kulikuwa na gate mlango lingine la Jogoria. So, kwa hivyo, they didn't know which gate. Kwa hivyo hawakachanganyikiwa, hawakujua ni lango lipi. So Dorcas and the company, kwa hivyo Dorcas na kundi lake, they did know also hawakujua pia which gate. Ya kwamba ni lango gani. Until they were
hadi walipofika kwenye lango. Do you know what I did? Je, unajua kile mchungaji alichokifanya? Akina Dorcas were asking for me to send Dorcas walikuwa wanauliza awatumie the pill sehemu. I didn't send it to them. Hakuwatumia. I sent to Susan. Akamtumia Susan. So Susan had the map. Kwa hivyo Susan akawa na ramani. But they didn't have the map. Lakini wale wako na ramani. Because the enemy had identified kwa sababu adui walikuwa shatambulika. The organizers of the trip. Ya kwamba waliokuwa wanapangilia ni Dorcas and Rhoda na Rhoda and Makeka. Na Makeka. So I denied Makeka and Rhoda to know. Kwa hivyo akawanyima ile fursa ya kujua. But I gave a different person. Lakini akawapa so mtu mwingine. So the different person started organizing. Kwa hivyo yule mtu tofauti akaanza kupangilia. And letting them know the route. Akajua ile barabara. So the enemies didn't know Susan is now the master plan. Kwa hivyo adui hakujua kwamba Susan ndiye amechukua nafasi. Ya kwamba amemteua generali mwingine. Katika mabisha. I have appointed a new general. In the middle of the battle. Katikati ya vita. The general you had prepared for. Yule ambaye ulikuwa umejiandaa. Ya kwamba hayuko kwenye. Now a new general. Sasa kuna generali mwingine ambaye anaamrisha. So they made sure quickly. Kwa hivyo wakafanya kwa haraka. Close the two gates. Funga la malango yote mawili. Unfortunately their demons. Kwa bahati mbaya told them. Akawaambia already their leader is inside. Ya kwamba tayari kiongozi wao yuko ndani. We have lost the battle. Ya kwamba wamepoteza vita. Wamepoteza vita. We have lost wamepoteza vita. It is not by power. Si kwa nguvu. It is not by might. Si kwa uweza. But by the Spirit of bali God. Kwa Roho Mtakatifu. When you have your brain properly. Wakati uko na mawazo yako sawa. You become smart here. Wakati unakuwa mwerevu hapa. You do not get scared of anybody. Usitoki kwa ajili ya mtu ambaye yote. Oh, what you need to have. Kile ambacho unahitajika kufanya. The Spirit of God. Ni kuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Na kuruhusu Mungu akuongoze. Na unawacha kiberebere na kiherehere. You leave it to God. Unamwachia Bwana. You don't plan. There's times some people like Wairimu here, they sometimes they get so irritated. Watu wengine kama dada yangu Wairimu hapo wanagadhabika sana. Koki sometimes get so irritated. Na kina Koki sanzio wanagadhabika sana. And people like Rogoro sometimes get. Na wengine kama Rogoro wanagadhabika sana. They will leave yesterday we planned. Kwa sababu jana tuliacha kama tumepangilia kila kitu vizuri. And everything was in order. Kila kitu ilikuwa kwenye sehemu yake. Only to come and discover. Ila tu kugundua asubuhi. Lucy was not in the list. Ya kwamba Lucy hakukuwa kwenye. It is Lucy that is preaching. Hakukuwa kwenye uruta na yeye anahubiri. And said it is Dorcas that will preach. Lakini tukao tunasema kwamba Dorcas ndiye atakayehubiri. Now it is this man preaching. Sasa ni huyu bwana anayehubiri. And they had planned. Na walikuwa wamepangilia. Na wameandaa mpango. Only to discover the person least they expected. Ila tukugundua yule mtu ambaye hawakutarajia. It is the one that is controlling. Ndiye naye anaongoza. To be smart. Kuwa mwerevu. To be smart. Kuwa mwerevu. You don't need to go to school to be smart. Unahitaji kwenda shule ili uwe mwerevu. You need the intelligence of heaven. Unahitaji ni ya mbingu. Unahitaji hekima ya mbingu. And I'm proud of you. Na that the intelligence of heaven ya kwamba has started getting into you. Has started getting into you. The heavenly intelligence. May you receive. May you receive. May you receive. May you receive. You will never lose a battle. When you have the heavenly wakati uko na hekima ya mbingu. It doesn't matter how big the person is. Haijalishi jinsi mtu alivyo. It doesn't matter how sophisticated the person is. Haijalishi mtu ako katika namna gani. You need the intelligence of the heaven. Lakini unahitaji hekima ya mbingu. David had an intelligence from heaven. Daudi alikuwa na hekima ya mbingu. When these other people were looking at a giant. Wakati hao watu wengine walikuwa wanamuona yule giant. Somebody who was so powerful. Mtu ambaye alikuwa mwenye nguvu zaidi. Somebody who was so special. Mtu ambaye alikuwa ni wa dhamana sana. A person who was feared. Mtu ambaye alikuwa ameogopewa. By everybody. Na kila mtu. Everybody feared this kila mtu alimuogopa mtu huyu. David had an intelligence from heaven. Lakini Daudi alikuwa na hekima ya mbingu. You need 5 stones. Unahitaji nyimbo 5. Only 5 stones. Unahitaji mawe 5. Only 5 stones. Mawe 5 peke yake. And a sling. Na ile vandiri. Kegodha. And a sling. Vandiri na fandiri. Fandiri. And now. Na sasa. The intelligence informed him. Na ile wenye hekima wakamhamasisha. The intelligence from heaven. Wale wenye hekima wa mbingu. The people in heaven. Watu wa mbinguni. The body in heaven. Mwili uliye mbinguni. The body, the intelligent body that is in heaven. Ile hali yote wenye hekima, ile kundi lote la wenye hekima. They whispered to David. Wakasema kwa sauti. And they told David. Wakamwambia Daudi. Do you know what? Wakinajua nini? Between the helmet. Kati ya chepeo. And the bracelet. Na mkufu. Is it mkufu? Si mkufu. Bracelets. Sema jaketi tu. And the bracelets. Na kwenye kifua. There is a place. Kuna sehemu.
if you penetrate this stone, ukiweza kupenya jiwe it will go through, itaenda ndani, and the man will die. na mtu huyu atakufa. And then this man, na huyu mtu huyu was taken to a classroom quickly. Atakapelekwa kwa darasa kwa haraka. David was taken inside a classroom quickly. Daudi akapelekwa kwa darasa kwa haraka. A spiritual classroom. Darasa ya kiroho. That is why I normally tell you. Na ndio maana kila mara mchungaji anawaambia, be keen. Kuwa makini. When you are praying, wakati unaomba, don't overpray. Usiombe sana. Pray 1 hour. Omba kwa lisali moja. Sit 3 hours. Keti masaa matatu. Without praying. Bila kuomba. With a notebook. Ukiwa na kalamu. Listen to what God will tell you. Sikiliza kile ambacho Mungu anakuzungumzia. If you pray from morning, ukiomba kuanzia asubuhi until evening, hadi jioni, God will speak and you will not hear. Mungu atazungumza na hautasikia. In a night, na kwa hivyo kwa usiku moja, pray for 1 hour only. Omba tu kwa lisali moja. The rest of the 12 hours, muda huu mwingine wote, go speak with a notebook. Enda ukiwa na kalamu na kitabu chako. With anybody around you. Usikae hata na mtu karibu na wewe. Emotional, don't do it. Hizi emotional usifanye. Go sit. Nenda keti. In one of the corners. Katika sehemu moja. With your notebook. Na kalamu na kitabu chako. You will hear the intelligence from heaven. Utasikia hekima ya mbingu. Utaanza kuzungumziwa. And what you do, you write. Na wewe kazi yako ni kuandika. What you do, you write. Wewe kazi yako ni kuandika. What you do, you write. Kazi ni kuandika. What you do, you write. Kazi ni kuandika. Don't overpray. Usiombe sana. Over listen. Sikiliza sana. Don't overpray. Usiombe sana. But over listen. Lakini sikiliza sana. Because God is talking. Kwa sababu Mungu anazungumza. He's waiting for you to shut your mouth. Mungu anangoja ufunge kinywa chako. Because you want to communicate. Kwa sababu anataka kuzungumza. They summoned David. Walimuita Daudi. You know, David had not gone to school. Unajua Daudi hakuwa ameenda shule. And they summoned the teacher of physics. Na wakaita mwalimu wa quickly the teacher of physics was summoned. Mwalimu wa fizikia wakamuita, haraka sana wakamuita. And he was told, na akaambiwa to measure this angle, kupima angle hii, and measure this angle, na kupima hii ingine. Then they use the compass. Kwa hivyo unatumia ile compass and the Pythagorean theory. Na unatumia hivyo. And he was told now, na akaambiwa sasa, to get into the body of this man, kuingia katika mwili ya mtu huyu, you need to stand in this position. Unahitaji kukaa katika hali hii. And now, na kwa sasa, unahitaji kuzungusha, unahitaji kuzungusha vadili. And when it is at this na angle, wakati ikiwa katika angle hii, this is the time you are going to release it. wakati utaachilia. This information you can only find it from heaven. Ujumbe hii pekee yake unaweza ukaipata mbinguni peke yake. No man has it. Hakuna mwanadamu ako naye. No man has it. Hakuna mwanadamu ako naye. It has to come from heaven. Imetoka mbinguni. Because you are a blessed man. Kwa sababu wewe ni mtu amebarikiwa. Because you are a blessed man. Kwa sababu wewe umebarikiwa. Only God can give you. Huyo ni Mungu pekee yake anaweza kukupatia. Only God can give you the pekee yake ndiye anaweza kukupatia ile kipimo. Only God can show you how to penetrate. Mungu pekee yake ndiye anaweza kuonyesha jinsi ya kupita. Because this man was wearing a cloth. Kwa sababu mtu huyo alikuwa amevalia mavazi. Nobody can be able to wear. Ambaye hakuna mtu angeweza kuvalia. But God knew there is a loophole. Lakini Mungu akajua kuna pengo. God only knew there is a loophole. Mungu akajua kwamba kuna pengo. And in that loophole, na katika pengo lile, he took David into the river. Akamwambia Daudi. And he took David into the river. Akamchukua Daudi kwenye mto. And he told David to pick 5 stones. Na akamwambia Daudi, chukua mawe matano. Scientifically, katika hali ya kisayansi, chukua mawe madogo madogo. Equivalent to the man, to the system. Sawa sawa na ile na hii sehemu where there is a loophole, ambapo kuna tundu. So he didn't pick big stones. Kwa hivyo hakuchukua mawe makubwa. He picked a stone. Akachukua tu mawe that will exactly enter the hole. Ambaye itatoshea sawa sawa kwenye shimo. He never picked a bigger one. Hakuchukua jiwe likubwa. He picked the actual. Alichukua kamili. That is an education you need from heaven. Hiyo ndio elimu unahitaji kutoka mbinguni. You can't get it from your pastor. Hauwezi pata hiyo kutoka kwa mchungaji wako. You can't get it from your pastor. Utapata hiyo kutoka kwa mchungaji wako. You need it from heaven. Unahitaji kupata mbinguni. To be able to know how to approach your enemy. Because your enemy is stronger. Adui yako ana nguvu. The enemy is smarter. Adui yako ana uwerevu. The enemy is educated than you. Adui yako amesoma kukuliko. You need heavenly brain. Unahitaji hekima ya kibingu. You need heavenly intelligence. Hekima ya kibingu. You don't need to have muscles. Huhitaji kuwa mwenye misuli. That is why the Bible says it is not by power. Hiyo ndio maana Biblia inasema si kwa nguvu. Not by might. Wala kwa uweza. Even if grace you sleep. Hata grace ukilala. It is by the power of God. Kwa ajili ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Si kwa nguvu. It's not by might. Si kwa nguvu. It's not you are shocker. Si kuwa na misuli. It's not how you know how to do things. Unajua kujua kufanya maneno. It is the plan of God. Ni mpango wa Mungu. You can only get the plan of God. Unaweza tu kupata mpango wa Mungu. If you sit down. Kama unaweza kuketi. The plan of God. Na kuambiwa mpango wa Mungu. Ambia jirani umebarikiwa. Ambia jirani nimebarikiwa. Ambia jirani kwamba nimebarikiwa. Nimebarikiwa. Tell him, do you know
know why I'm blessed? Ambia jirani yako, je, wajua kwa nini nimebarikiwa? I have a commander from Kwa sababu nina komanda kutoka who mbinguni has gone through this. ambaye amepitia And haya he understands. na anaelewa. It is not by my might. It is Anaelewa not by kama si kwa might. nguvu wala uweza, But by lakini kwa uwezo wa Roho it is by the Mtakatifu. Spirit of Ni kwa God. uwezo wa Roho This Mtakatifu. battle. Hii This joho battle. hili, When Moses wakati Musa was told by God, alikuwa ameambiwa na Mungu you are going to lead these people. ya kwamba unaenda kuongoza wana wa Israeli. Moses knew one thing. Musa alijua jambo moja, Without the intelligence from heaven, pasipokuwa na hekima ya I mbingu cannot make it. ya kwamba sitaweza. He went to God. Akamwendea I Bwana, am not going. akamuuliza Bwana, Not unless, sitaenda pasipo, not unless I go with you. niende na pamoja nawe. I must walk with you. Lazima nitembee na I wewe, cannot. kwa sababu siwezi. There is this other man Kuna huyu mtu mwingine who was wise, ambaye alikuwa na hekima, smart guy, mtu but mwerevu, he discovered lakini the akagundua responsibility given to him majukumu yaliyokuwa is amepewa heavier than ya me. kwamba ilikuwa mzito This kumuliko. man was a king already. Huyu mtu alikuwa ni He mfalme had everything. na alikuwa na He vyote. had cows. Alikuwa na He ng'ombe, had camels. alikuwa na He ngamia, had goats. alikuwa na He had mbuzi, money. alikuwa He na had pesa, power. alikuwa mtu mwenye nguvu. But he took 1,000 Lakini cows. akachukua 1,000 cows. ng'ombe 1,000, He took them to the mountain. akachukua kupeleka kwenye In mlima, Mount Gibeon. katika mlima Gibeoni, And he went there. na akaenda mahali He pale raised an altar. na akainua He madhabahu, slaughtered 1,000 cows akachinja ng'ombe as 1,000 an altar. kama sadaka. Once he slaughtered them, Wakati he alipoyachinja was so tired. alichoka, Then he went to sleep. na somewhere. kisha akaenda kulala, And in his sleep, na katika kulala kwake God appeared to him. Mungu akamtokelezea And he told him, na akamwambia, now that I have heard you've slaughtered, sasa kwa sababu nimesikia umechinja, why were you slaughtering? kwa nini ulikuwa unachinja? Ask me what you want. Akaniambia sasa, akamuuliza, And niambie then I chochote will unachotaka give it to na you. mimi nitakupatia. Ask me what you want. Niulize chochote And I unachotaka will give it to na you. nitakukabidhi. There is a secret Kuna siri, of accessing kuna siri ya kuingia, the intelligence of heaven. kuingia katika You don't just get it huipati tu bure if you don't sacrifice. kama hautoi sadaka. It is at the altar of sacrifice Ni katika madhabahu ya where sadaka, you meet the intelligence. ni katika madhabahu, hapo ndio It is at unahitaji the hekima ya altar of mbingu. sacrifice Ni katika where madhabahu God himself will ambapo come. Mungu mwenyewe anakuja. When you give a Wakati sacrifice, unatoa sadaka, God appears. Mungu anashuka. The presence of God comes. Uwepo wa Mungu When you unashuka. give a Wakati sacrifice, unapeana the sadaka, grace of God comes. neema ya Mungu inashuka. And that's a point. Na hiyo ndio God will sababu come, and when the presence of God comes, Mungu anakuja, na wakati nguvu za Mungu when the zinakuja, presence of God comes, wakati nguvu za Mungu he zinakuja, does not come alone. hakuji peke He yake, comes with a promise. anakuja na He ahadi. will ask you a question. Anakuuliza swali, Ask me what you want. anasema siniulize I unachokitaka, will give it to you. nitakukabidhi. When God's presence comes, Wakati uwepo wa Mungu unashuka, God must give you a promise. Mungu lazima akupe ahadi. He asked Anauliza Solomon, Solomoni, ask what you want. uliza chochote unachokitaka I'll give it to na you. mimi nitakupa. Then there is this other man Na pia kuna huyu mtu mwingine who had the intelligence of heaven. ambaye alikuwa na hekima ya His mbingu. name is Abraham. Mtu huyu anaitwa Ibrahimu. After looking for a baby Baada ya kumtafuta for mwana 90 years, kwa miaka 90, the same God who gave him a baby, Mungu yule yule aliyempa he mtoto came and told na him akakuja in akamwambia the book of Genesis katika 22, kitabu cha Mwanzo wa he 50, told Abraham, akamwambia Abrahamu, Abraham, Abrahamu, he said, here akasema I niko am hapa Bwana Lord. wangu. He told him, Akamwambia, give me your son, nipe mwana wako, the only son, mwana Isaac, wako wa kipekee Isaka, whom you love. ambaye unampenda. Those are three powerful statements Hayo ni that you need to be very careful when you are giving a sacrifice. unahitaji kuwa makini sana unapotoa sadaka yako. Abrahamu, give me your son, nipe mwana wako, the only son, Abraham, mtoto wake wa kipekee, the son that you love. ambaye alikuwa amempenda. So it must be Kwa hivyo lazima a iwe sacrifice iwe sadaka of what you love, ambacho ya ile ambayo and it must unaipenda, have a name. na lazima iwe na jina. Give me your son, Nipe mtoto wako, the only son you mtoto have. pekee ambaye uko His name naye, is Isaac, jina lake ni Isaka, and you love him. na unampenda. Give it to me. Nipatie, Take him to Mount Moriah. mpeleke katika mlima Moria, In one of the mountains. na katika mojawapo ya milima, Take him to Mount Moriah. mpeleke katika mlima Moria, In one of the mountains. katika mojawapo ya milima. So it's not every place that you take a mountain. Sio ati ni katika kila sehemu ya milima unaweza Not kupeleka every sadaka yako. mountain is a mountain. Sio kila mlima ati ni mlima. Not every mountain is a mountain. Sio kila mlima ni mlima. It must be appointed to you by Lazima God. uwe umeamrishwa na And Mungu. what you give a sacrifice, Na kile ambacho unatoa kama it must dhabihu, be a direction from lazima God. pia umepata mawasiliano kutoka kwa What Mungu. exactly you give Kile ambacho unahitaji and where kufanya you give na it. sehemu ambayo That unahitaji is what we kufanya. call the intelligence
intelligence of heaven. Hiyo ndio ambayo tunaita hekima ya mbingu. Kwa hivyo Ibrahimu take the child to the mountain. Akaambiwa peleka mtoto kwenye mlima. In a place called Moriah. Katika mlima wa Moria. In one of the mountains. Katika sehemu moja ya milima that I'm going to show you. Ambayo nitakaye kuelekezea. So he took the child. Kwa hivyo akapeleka mtoto wake. Remember. Nikumbuka. Mrs. Mecha. Mrs. Mecha. Leave alone Pastor Mecha. I'm talking to Mrs. Mecha. You have your daughter. Amen. A good daughter for Amen. that man. Nina binti wangu Then Mecha comes. Alafu Mecha akuje. God has told me. Ya kwamba Bwana amemwambia to take our daughter. Ya kwamba kuchukua binti wetu ya jukumu lingine. If you don't have time. Kama huna muda. To wait for the next instruction. Kumungojea kwa ajili ya maagizo mengine. You will miss God. Utamkosa Mungu. You will find yourself in the wrong line. Utajikuta katika sehemu ambayo haifai. Abandon your miracle you're supposed to come. Pahali muujiza ulikuwa ukuje. You go to another village. Unaenda kwa kijiji kingine. And start again. Na huko pia. Searching for God. Ukimtafuta Mungu. Yet God had received you. Na kumbe Mungu alikuja. Yet God has heard you. Na kwamba Mungu alikusikia. And your luggage had already been dropped. Na mzigo wako ushaachiliwa. That's the time now you find caretakers. Hapo sasa ndio unaanza kupata wale wenye kuchukua. Because once God has released your luggage. Mara Mungu anapoachilia mzigo wako. Never returned to heaven. Hairudi tena mbinguni. The angel will look around. Malaika ataangalia. And they find who is ready to be blessed. Na kuona ni nani aliye tayari kubarikiwa. Then this person will be given the blessing. Na anaachilia ile baraka yako. And now your baraka will be being used by somebody else. Na sasa baraka yako inaanza kutumiwa na mtu mwingine. That is the reason most of you are driving. Ndio maana wengi wenyu hamuendeshi magari yenu wenyewe. You are driving old cars. Mnaendesha magari yaliyozeeka. Because this car came when it was new. Kwa sababu gari hili lilikuja wakati lilikuwa jipya. That is the reason you are wearing a mtumba. Hiyo ndio maana unavalia nguo ya mtumba. Because this car was made, this clothes was made in shop. Kwa sababu hili gari lilikuwa limetengenezwa likiwa. No, this clothes you are wearing mtumba clothes. Hii nguo ya mtumba unaivalia. From the factory. Kutoka kwenye factory. It was written your name. Ilikuwa imeandikwa jina lako. But when you called it to come. Lakini ulipoita ije. You moved from the position. Ukaondoka katika ile sehemu ya baraka. Because heaven. Kwa sababu bingu. They ask you for the location. Walikuwa wameuliza sehemu uliko. And the PO box. Na sanduku lako la. And where to be found. Na sehemu ambayo utakapopatikana. And the street. Na katika ile barabara. Na njia. So these angels from heaven. Kwa hivyo hawa malaika kutoka mbinguni. They are given the code. Wakawa wamepatiwa ile namba. Where they received your antennas. Ya ile sehemu ambayo walipata mawasiliano yako. They received your antennas from here. Kwa sababu walipata mawasiliano yako kutoka hapa. So it is here the luggage will be dropped. Kwa hivyo ni hapa kifurushi chako kitakachoachiliwa. And now because you are tired of waiting. Lakini kwa sababu ulichoka kungoja. You went to Ezekiel in Mombasa. Ukaenda katika sehemu ya Ezekiel kule Mombasa. The baggage the bag will come. Kifurushi chako. It will come here. Kilikuwa kije hapa. Written your name. What's your name? Kilichokuwa limeandikwa jina lako. Jina lako nani? Your name is Jane. Njeri. Do you have another Njeri here? Je, tuko na Njeri mwingine hapa? Is another Njeri? Tuko na Njeri mwingine. Shout to be. Kwa hivyo somebody call Njeri. Wanasema kwa sauti mtu anaitwa Njeri. And Njeri will raise their hand. Na Njeri anainua mkono wake. Njeri will pick. Njeri anachukua the car. Ile gari. The key of a new car. Ufunguo wa gari. And she will be driving. Na anakuwa. While this Njeri. Kwa sababu is Mavueni. Akiwa Mavueni. To seek miracles. Akitafuta miujiza. Only to come back. Ila tu kugundua. To find. Kukuta. The car is being driven by somebody. Ya kwamba gari inaendeshwa na mtu mwingine. Na ule Njeri mwingine anakuja. Oh my God. Anakuja anasema, Bwana wangu. God has blessed me with a new car. Bwana amenibariki na gari jipya. Na huyu Njeri kisha anasema, I have been dreaming with this car. Ya kwamba nimekuwa nikiota na gari hili. This is my dream car. Hili ndilo gari langu la ndoto. This is my dream car. Hii ndio ndoto ya gari yangu. I know my God. Ninajua Bwana wangu. Bless me. Ya kwamba atanibariki. A car like this one. Nitakuwa na gari kama hili. Only not knowing. Ila tu kujua. It is your car. Ya kwamba ni gari lako. It is not a dream now. Hii sio ndoto ya saa hii. Wewe unazungumzia somebody else. Lakini liko na mtu mwingine. Kwa sababu ya kutangatanga kwako. Kwa sababu hauna kuvumilia. Seek the intelligence kutafuta hekima from heaven. Ya bingu. Seek this intelligence from heaven to make you understand the processes of God. The processes of God. The process of God is not in a hurry. God is not in a hurry. You are going to get a husband, but not tomorrow. You are going to get a wife, not tomorrow. In the plan of God. And when God gives you that husband, move to stage 2. Enda katika sehemu ya pili. And this stage 2. Na hii sehemu ya pili Mungu. You have given me a husband. Bwana umenipa mume. How do you want me to handle?
Unataka Bwana nikabiliana na huyu mume namna gani? Give me wisdom. Nisaidie na hekima To handle ili nikaweze kukabiliana this marriage. na huyu mwanaume. That is what King Solomon. Hiyo ndio maana mfalme Sulemani went to God. Akaenda kwa Mungu. He knew he was a king already. Alijua kama yeye ni mfalme tayari. He had the power already. Alikuwa na nguvu tayari. But he never went straight to the power. Lakini hakuenda mara moja kwenye nguvu. He sought from God. Lakini alienda kumtafuta Bwana. Give me the next move. Akamwambia nipe sehemu hiyo nyingine. Yes, I know I am a king. Ndio ninajua kwamba mimi ni mfalme. But I don't know how to lead your people. Lakini sijui namna ya kuongoza watu wako. Lakini ninahitaji hekima yako. Some of us have been given businesses. Wengine wetu tumepewa biashara. Some of us have been given jobs by God. Ya kama tumepewa kazi na Bwana. But you lacked how to handle. Lakini hatujui kukabiliana. Some of us have been given handsome guys like wengine tumepewa handsome, wanaume warembo. Handsome guys like me. Wengine wamepewa wanaume warembo kama yeye. But you have not been able. Lakini hawawezi. Maybe I was your husband. Na pengine alikuwa mume wako. But you didn't know how to handle lakini me. haukujua namna ya That is why somebody else is handling me. Maana mtu mwingine anamka. And now you are left alone. Na sasa umewachwa peke yako. You have wasted your time. Umeharibu muda wako. For 5 years hanging or waiting on me. Ukikaa ukingojea. Someone with the wisdom of heaven. Mtu anahitaji hekima ya Mungu. Akamchukua. And someone said, that was my first girlfriend. Na mtu akasema huyu alikuwa ndio rafiki yangu wa kwanza. That was my first girlfriend. Ya kwamba huyu alikuwa rafiki wangu wa kwanza wa kike. See how they are really blessed. Unaona vile wamebarikiwa. Do you know the owner of this company? Unajua mwenye hii kampuni? She's Gladys. Yaani ni Gladys. We were in the same school. Tulikuwa naye shule moja. She's my first girlfriend. Alikuwa ndio rafiki wangu wa kwanza. And you know? Na je wajua? You are outside the gate. Ya kwamba uko kwenye nje ya malango. Waiting for the supervisor to pick you. Ukingojea yule supervisor akuja kuchukue. To go and work as a casual worker. Wewe kwenda kufanya pale kama mtu wa mkono. In the company of your first girlfriend. Katika ile kampuni ya girlfriend yako wa kwanza. You see how we miss the target. Unaona jinsi tunavyokosea? You see how we miss the target. Unaona jinsi tunavyokosea shaba yetu? And now that she knows. Na sasa kwa sababu anajua. You are the one that broke her virginity. Ya kwamba wewe ndiye uliyetoa ubikira wake. And she got so angry with you. Na akawa na uchungu kwa sababu yako. And she knows that if he employs you here. Na akajua ya kwamba akikuajiri mahali hapa. You will speak it out. Utaisema. You will mess the company. Utaropokwa. You will mess the company. Utaharibu kampuni. And she's watching at the CCTV. Na anaangalia kwenye kamera. She calls the supervisor. Na anamuita yule supervisor. Can you see that guy in a red shirt? Anamwambia huyo jamaa atoke hapo. Can you ask her name? His name. Jina lake. And says is Mark Karaoke. Anasema anaitwa Mark Karaoke. Don't give him a chance. Anasema usimpe fursa. Don't give him a place. Usimpe nafasi. Because how? Imagine she go. I was your first boyfriend. Imagine alikuwa rafiki wako wa kwanza. You are the boss. Wewe ndiye. I'm coming to seek a job. Anakuja kutafuta kazi. Where we are happily living with my husband. Pale anafurahia na mume wake. Will I allow you? Je, atakuruhusu? Hawezi kukuruhusu. Because you'll come to mess up. Kwa sababu anajua utakuja utakuja kuropokwa. You'll come to miau here. And start behaving like you are the owner of the kujifanya kama wewe ndio mwenye kampuni. Atakufukuza. And that's how you miss. Na hivyo ndivyo ulivyopoteza. That's how you miss the blessings. Hivyo ndivyo ulivyopoteza baraka. Never sought the intelligence. Kwa sababu haukuwa na hukutafuta hekima ya Mungu. Haukumuuliza Bwana. You never sought God what God has given you. Hukumuuliza Bwana kile ambacho amekupatia. It is something that you cannot be able to control. Ni kile ambacho hauwezi Having a woman like this kuwa na mke kama huyu. And making her na kumfanya to live in my house. Kumfanya aishi that she gets out of her father. Ya kwamba anaweza kuacha kwao. And the mother. Na kuacha baba yake na mama yake. She comes out of her village. Na anatoka kwa kijiji chao. To come and stay with me. Kukuja kuishi na huyu. A person I am not related. Mtu ambaye hata hawaitanishi. We are not the same. Hawatoki kwa. She is a Luo Makikuyu. Yeye ni Mjaluo, yeye ni Mkikuyu. She comes and decides. Anakuja tu na. This is a man I'm going to stay with. Ya kwamba huyu ndio mwanaume ambaye nitaishi na yeye. Intelligence. Unahitaji kuwa na hekima. This is an animal you need to understand. Ya kwamba hii ni mnyama. This is an animal you need to understand. You need God unahitaji Mungu to help you understand this animal. Kusaidia ufahamu hii. Because this is an animal you don't know where it came from. Huyu ni mnyama hujui alitoka wapi. You don't know the formulation of this animal. Hujui jinsi alivyotengenezwa. So you don't just come, my husband. Hawezi kuja tu mume wangu, nina mume. I have blessed the husband. Nimebarikiwa. You have a husband. But there are many women out there who got the wisdom that you don't have. And by the time you realize you don't have a woman, you are not married, then you go out there, you pick another one, you go there, you pick another one, and by the end of the day, you become the most useless person because you are hopeless. You have lost it. Let me tell you one thing. Wacha nikwambie jambo moja. The blessings of man baraka za mwanadamu does not come from a woman. Hazitoki kwa mwanamke. So never be lied, you men. Wewe ni wanaume. Never be lied that
every man, msidanganyike ya kwamba kila every mwanamume, successful man, kila mwanamume aliyefaulu has a woman beside. ya kwamba ako na mwanamke kando That yake. is not the case. Hiyo ni uongo. The case is here. Hali ni hii, That in every woman na katika kila mwanamke and every man, na mwanaume there is a connection. kuna kuunganika. That the woman has 50% connection Ya kwamba mwanamke ako na of your blessing. asilimia 50 ya baraka That zako. is negative. Kuliko Which is negative. ambaye ni We have battery has two sides. tuko na sehemu mbili. The woman is the negative Tuko na sehemu ya negative of the battery. na tuko na sehemu ya positive. So the woman has 50% Kwa hivyo mwanamke ako na asilimia of the 50 blessing you need in ya your baraka life. ambazo unahitaji katika maisha And the yako. man has Na mwanaume pia 50% ako na sehemu ile of the ile positive side. ya sehemu ile ya positive. So if you connect this side Kwa and hivyo this side, ukiunganisha sehemu hii na sehemu hii, the bulb will come to na life. hivyo basi bulb It inaweza is not kuwaka. about the woman beside you. Si tu kwa ajili ya mwanamke ambaye Because you uko can have naye, a crook kwa beside sababu you. unaweza kuwa na mwanamke ambaye You can have a haiti. poison beside Unaweza you. kuwa na sumu You can kando have a yako. murderer beside you. Unaweza kuwa na You muuaji can kando have yako. a destiny killer beside you. Unaweza kuwa na muua hatima You kando need the yako. wisdom Unahitaji to hekima understand this is the negative of my positive. kuelewa hii ndio sehemu yangu nyingine. You need the wisdom Unahitaji to know hekima this is the negative of my positive. kujua ya kwamba hii ndio sehemu So yangu this is nyingine. ever ready. Kwa hivyo hii ni ever So ready. if I connect this and Kwa this hivyo one, ukiunganisha hii it na hii will work. itafanya Not kazi. every woman is Sio a kila woman. mwanamke ni mwanamke. Not every woman that must be beside you. Sio kila mwanamke lazima awe The kando yako. chemistry must be there. Lazima ndio awe pale. The chemistry must there. There must be understanding Lazima kuwa na that kuelewa. this is the right person Ya kwamba huyu ndio who mtu is asili, carrying the other side of ambaye you, anabeba sehemu yangu and you are nyingine. carrying the other side Na of wewe pia him. unabeba So sehemu when yake you nyingine. come together, Kwa hivyo nakapokuja you mnakuja produce the pamoja, light, unatoa and mwangaza. not beside Ya you, kwamba sio kuwa not kando yako, behind you. sio nyuma It is yako. about the Ni connectivity. ile hali ya You kuunganika. must have wisdom from Una heaven lazima uwe na to be hekima able to kikuu, know ili uweze this is kujua the right ya kwamba vessel. huyu ndiye mtu halisi. And if you find a woman Na pia ukipata mwanamke or a man keeps complaining na mwanaume ambaye kila and mara becoming insecure kila mara analalamika over na the relationship, anakuwa hayuko una uhakika na ile mahusiano, start thinking twice. anza kufikiria mara mbili There is a red flag. ya kwamba hiyo ni Because if I got you, ya kwamba kama I'll alikupata be comfortable with you. ya kwamba atakuwa sawa na Because you are wewe a choice from heaven. kwa sababu wewe ni chaguo la I'll mbingu. not be worried. Hata kuwa na I will wasiwasi, even let you go with 5 women. hata atakuacha pia uende na wanawake I will watano, even leave you in a room with 5 hata women. atakuacha pia kwenye chumba And I na will wanawake take watano, care. na hata shughulika Because I know kwa sababu the anajua one who takes care yule ambaye anachukua is anachunga watching. anatazama. If you build a house Kama unaweza kujenga nyumba and God is not involved, na Mungu hahusishwi, it is in vain. hiyo ni kazi bure. Even if you put roadblocks, Hata ukiweka they vizuizi, had put all roadblocks wanaweza weka to vizuizi stop zote us from accessing the kuacha mountain. sisi ili tusikafika kwenye mlima, But God had a different plan. lakini Bwana alikuwa na mpango We will tofauti go there. ya kwamba tutaenda mahali God had pale. a different plan. Mungu alikuwa na mpango They tofauti, stopped your car walisimamisha magari from yetu accessing the mountain. kutopenda kwenye mlima, But God knew. lakini Bwana akajua. Do you know one thing? Je, mnajua jambo God moja? knew there is a mistake you're Mungu making. alijua ya kwamba kuna You are kosa. not possessing the Mungu alijua ya mountain. kwamba hatuko God knew that you're making a serious Mungu mistake. alijua ya kwamba You tunafanya are not kosa. possessing the mountain. hatuteki So he nyama made mlima. sure Kwa hivyo the akahakikisha soldiers refused ya you kwamba maaskari to come with your cars ili tusikaingie so na that you gari can zetu. walk Ili tukaweze and kutembea. possess the mountain Na kuteka nyama by fire, mlima. by force. Kwa moto. You possess the mountain Tukateka by nyama fire, mlima. by force. Kwa moto. You paid the sadaka. Tukalipa Oh sadaka. my God. Oh yes. Yes. Lazima mungetembea. Because the mountain had to be possessed. Kwa sababu mlima ulikuwa lazima tuteke nyara Now mlima. you have the right Sasa tuko na of haki ownership ya haki ya of the urithi. mountain. Tuko na haki ya urithi wa That mlima. is why by the time you reach the mountain, Ndio maana tulipofika kwenye mlima you are walking this way. tulikuwa tunatembea. The center bullet had gone. You are walking this Tulikuwa way. tunatembea. By the time you are in the mountain, Katika hadi you are muda tired. tulikuwa tumechoka. You are tired. Tulikuwa tumechoka Because you hate kwa to sababu possess. ilibidi tuteke And by the nyara. time you reach there, Na muda your tulipofika pale, legs, you are what you call miguu that? yetu, miguu You have- nyayo zetu. The soul. Is it a soul? The soul tie. Vidonda. There must be a soul tie Lazima
God was making a soul tie. Mungu alikuwa anatufunganisha. You know what happened? Je, mnajua I kilichofanyika? saw Mr. Mecha when he arrived. Aliona Mr. Mecha alipowasili. He removed his shoes. Akatoa viatu vyake. I saw Wairimu when she was there. Alipoona Wairimu she removed her shoe. Akatoa viatu vyake. I saw everybody that was there. Akaona kila mtu aliyeko mahali pale. They thought it's a formula. Walifikiria tu ni hali. But God was telling you. Lakini Mungu alikuwa this is a holy ground. Ya kwamba hii ni Mungu. Remove your dirty shoes. Toa viatu vyako. Remove your dirty shoes. Toa viatu vyako. This is a holy ground. Ni hema ya mtakatifu. Oh yes. Rise upon your feet. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Yeah, you can do it. You can do it. Amen. Oh, can you put your hands together for Pastor Monica?